Jeshi la polisi Zanzibar limekanusha kutoa maelezo kuhusiana na kuzikwa kijeshi kwa aliyewahi kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi na naibu kamishna wa polisi Azizi Juma Mohamed aliyekutwa akiwa amejinyonga nje ya nyumba yake huko Bububu Mzambarauni kisiwani Unguja, kifo ambacho polisi walithibitisha na kusema kuwa kilikuwa na utata ndani yake. Masuala mengi yaliibuka baada ya mazishi juu ya kwa nini DCP Azizi hakuzikwa kijeshi na ni nini kingefuata endapo utata wa kifo hicho utapata ufumbuzi. Leo hii nimemtembelea kamishna wa polisi Zanzibar Mohamed Haji Hassan na kwanza nimemuuliza ni nini kilichofuata baada ya mazishi. Hatuna haki ya kusema bila kupata kufanya uchunguzi. Uchunguzi ndo suluhisho kwa hili. Utata mmepata taarifa kutoka kwa daktari. Sisi tunasema utata kwa sababu kauli zimekuwa nyingi. Sisi tunachoelewa kile ni kifo kama vifo vingine. Kwa hiyo kama kuna kauli nyingi, sisi hatuwezi kupuuza kauli. Ni kawaida yetu. Kila kauli tunaweza kuifanyia kazi. Kwa hivyo ni kuchunguza tuone kauli hizi zinaelekea wapi. Na kitacho reveal kauli kipi cha ukweli, kipi ambacho kinapaswa kisemwe ni uchunguzi ndio utakaosema. Hayo ni yanayohusu kilichofuata baada ya mazishi ya DCP Azizi. Lakini pia nimemuuliza kamishna wa polisi Zanzibar kwa nini DCP Azizi hakupata heshima ya kijeshi wakati wa mazishi yake. Na haya ndio majibu aliyonipatia. Kama hakizikwa kijeshi, sisi tuna taratibu zetu na inawezekana marehemu asizikwe kijeshi kwa sababu hata familia ina nafasi katika hili. Kwa taratibu zetu na familia ina nafasi kusema kwamba tunataka azikwe kijeshi ama asizikwe kijeshi. Kwa hivyo inawezekana hilo, lakini uwakilishi wa kijeshi ulikuwa mzuri, lakini kwa mengine nadhani ni vyema tukaliachia jeshi la polisi na kazi yake. Sababu sasa nikiendelea kusema hilo inabidi sasa unanirejesha kule ambako nasema kwamba uchunguzi acha uchukue nafasi yake. Lakini sisi kama jeshi la polisi katika jambo lolote ambalo linatokezea linahusiana na swala la mazishi ya mmoja katika askari wetu au watumishi wa jeshi la polisi, ni vyema tukashirikiana na wanafamilia. Na hivyo ndio tulivyofanya. Tumeshirikiana na wanafamilia na hicho ulichokiona chochote kilichofanyika pale basi pia kuna ridhaa ya wanafamilia. Awali mkuu wa kitengo cha uchunguzi katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja Dr. Msafiri Marijani alipothibitisha kuupokea mwili wa marehemu na kuufanyia uchunguzi, alisema kuwa chanzo cha kifo hicho kilikuwa na utata na kuongeza kuwa wahusika ambao ni jeshi la polisi ndio waliopaswa kutoa maelezo juu ya uchunguzi ambao wao wenyewe wangeuendesha. Aidha, jeshi la polisi bado halijatoa ripoti ya uchunguzi wa kifo hicho. DCP Azizi Juma Mohamed ambaye pia aliwahi kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja RPC alizaliwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 1960 kijijini kwao Michakaeni Chake Chake Pemba. Alipata elimu ya msingi na sekondari katika shule ya Madungu mwaka 1977. Mwaka 1978 alikamilisha elimu yake ya sekondari katika shule ya Fidel Castro wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba. Mwaka 1979 alipata cheti cha sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2016 alimaliza elimu ya diploma ya usalama katika chuo cha ulinzi cha taifa kilichopo jijini Dar es Salaam. Mwaka 2002 marehemu alishiriki mafunzo ya makosa ya jinai katika chuo cha Al-Mubarak nchini Misri. Pamoja na mambo mengine, wakati wa uhai wake marehemu aliwahi kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania na kuwahi kuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mjini Magharibi. Hadi umauti yanamkuta, marehemu alikuwa mkuu wa kamati ya mapambo na sherehe za kitaifa katika jeshi la polisi Tanzania na ameacha vizuka 2 pamoja na watoto 5. Maoni na ushauri tutumie kupitia comments. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. KTV TZ Online. Hakika hii ni fahari yetu.